Dito mdogo wangu, no. Nimekuita nije nikueleze mambo ya muhimu. Mdogo wangu, umekuja hapa kijijini, kuna mambo mengi. Maisha ya mjini usije ukayaleta hapa. Wazee wa hapa wana macho matatu, maana sio mawili, matatu mdogo wangu. Lisije likakukuta jambo mimi nakutegemea. Umeshaharibu huko, ushatindinganya, usije ukayaleta na hapa mdogo wangu, chonde chonde. Mambo yako huko yacho huko. Watoto hapa ukiwaona waone kama msitu. Waone kama kili za kinene, usiwasogelee hata kidogo. Unanielewa si mdogo wangu? Kijiji hiki kina mambo mengi. Kijiji hiki kina wenyewe. Mimi mwenyewe naishi hapa kijijini na kukutana nayo, Mungu tu ndo ananisaidia. Sijui umenielewa mdogo wangu? Dada, ngoja nikutoe huko. Na kingine, mimi nimetoka mjini, nimekuja huku. Najua makosa yangu niliyofanya mjini. Na ndio maana nimekimbilia huku. Kwa hiyo ondoa wasiwasi na mimi. Mambo niliyofanya mjini sitofanya tena. Na ndio maana nimeona kimbilio langu moja ni wewe dadangu. Kwa hiyo ondoa hofu na mimi. Kama ni hivyo mdogo wangu, sawa. Naomba uishi vizuri tu na watu unaowaona, waheshimu wakubwa, waheshimu wadogo. Si umenielewa mdogo wangu? Huo mji ni hatari. Usije ukarudia ya huko ukaja kuyaleta hapa mdogo wangu, nakutegemea. Sina mwingine zaidi yako mdogo wangu. Sawa dadangu. Nimekuelewa. Kama umenielewa nashukuru. Yazingatie. Sawa, ngoja mimi nikamalize usingizi wangu, maana kichwa kinaniuma hapo. Sawa, nenda kapumzike. Sawa. Haya. Mambo? Poa. Mzima. Mzima. Unaitwa? Naitwa Amiji. Amiji. Majina mazuri sana dadangu. Samani. Mimi hapa kwenye kijiji ni mgeni. Ndio kwa ugeni wangu. Sije kukutana na msichana mzuri kama wewe. Kwa kama kukutana na msichana mzuri kama wewe, siwezi nikakosa nafasi ya kuwa na wewe. Kwa niko nakuomba. Nipatie nafasi ya kuwa na wewe. Inamaanisha ndio kuelewa. Samahani kwa mtoto wangu. Ndio kwanza tunakutana leo. Unawezaje kunipenda? Ndio maana nimesema kama mimi ni mgeni kijiji hichi. Ila sije kukutana na mwanamke mrembo kama wewe. Mimi si ya malaika. Ni msichana mwenye kila mvuto. Sawa. Kwa jinsi ulivyojielezea, inaonekana kabisa una shida na umenielewa. Na mimi sina budi kukubali. Umekubali kweli? Ndio. Serious kabisa? Yeah. Asante sana Miki. Yeah. Ulikuwa unaelekea wapi? Mimi kuna sehemu nilikuwa naenda tu hapa. Wapi? Kwa rafiki yangu. Oh. Na kwenu una kamera gani? Wapi? Ndio. Nawezaje kukupata? Hapo kwani kunipata sasa? Hauna simu? Mimi sina simu. Mrembo kama wewe unakufaje simu? Mimi ni mwanafunzi, au unajua mwanafunzi hawezi kutumia simu. Oh, student. Yeah. Basi sawa, mimi nitakununulia simu. Ila sikiliza sasa. Japokuwa ni mgeni, kuna kisima fulani hivi watu wanaoga wanachota maji wengi. Mama kama wengi? Mida saa moja hivi njoo pale. Sawa. Usiache bwana sawa. Haya poa, bye. Bye. Vipi, naona umeniita mbio mbio. Hai. Ni kweli mama. Nilikuja mpaka kule nyumbani sijakukuta nikaacha maji. Nashukuru kwa kuja. Mama, mimi nimekuita na mambo nataka nizungumze na wewe kuhusu huyu Dito.
Dito toka amefika hapa nimeongea naye mengi sana, lakini kwa sasa nimekuwa simuelewi hata kidogo. Simuelewi, utamkuta anakaa nyuma huko anajinamia tu. Muda mwingine unamkuta anaongea peke yake tu kama mwandazimu. Kila anavyomuuliza vipi mdogo wangu, hanijibu chochote wala hanipi maelezo yote ambayo ya kujitosheleza. Yaani nashindwa hata kumuelewa, hata sijui unanisaidiaje mama. Huyo Dito itakuwa amepatwa na nini? Sielewi mama yangu. Ndio maana nimekuta ili tushauriane na unisaidie nijue tunafanyaje. Mungu wangu. Sasa itabidi wewe endelea kumfuatilia hivyo hivyo. Huenda akakwambia kinachomsibu. Yaani mpaka namuuliza naambia kwani kimetokea nini kulingana na matatizo yake aliyotokea kule mjini. Alivyokuja hapa nimemwongea naye mengi tu tukawa kama tumeshamaliza. Haya tuangalie huku na nimemueleza hapa kijijini jinsi tunavyoishi. Na ameniambia amenielewa. Lakini siku hizi kila anavyoishi yani simuelewi. Amebadilika tu ghafla, yani simuelewi. Ni mtu yani unamkuta anaongea kabisa hivi, anaongea kama amechanganyikiwa. Lakini kumwambia nini kinakusibu, hanifafanulii wala haniambii chochote. Utamkuta ananyanyuka na kuondoka. Basi sasa wewe, na kama kuna lingine lolote itakalojitokeza usisite kuniambia ili tushirikiane tuwe pamoja. Sawa mama, mimi nimekuelewa. Nitajitahidi kuongea naye na chochote atakachoniambia nitakujuza mama wangu. Itakuwa vizuri sana. Sawa mama. Haina shida mama, karibu. Asante sana. Huu mguu kwa kwako. Mbona bila taarifa mzee? Taarifa hapo kwa rafiki yangu. Sema siwezi uonekane ndugu yangu. Kweli rafiki yangu, unajua sasa hivi. Ni kijiji kuna mdada mmoja nimempenda sana. Nishanasa ndugu yangu. Hamna, sio nimenasa. Yaani niseme amechukua hisia zangu. Dada mzuri sana. Yaani changanya, ndio maana siku hizi naona nipo bize. Kwa hiyo sione kama si kukuona. Nafanya kusudi hamna. Ndugu yangu wa moto, wewe juzi tayari ushaanza harakati. Hamna, unajua nini? Lakini nawaza. Bale mwenyewe kanambia ni Makafuni. Mbona nitaji jina kingine naweza nikajifikiria pengine. Naitwa Miji. Miji. Wanafunzi wote nawajua lakini sija kusikia. Hamna Mtu mwenye jina. Bwana mashara. Sasa kijiji hiki ndugu yangu tunaishi na majini. Sio kama kukutana na jini huko. Wanasema kukutana na binadamu. Na mimi nipenda jini mimi sijui. Wewe mimi nakwambia hapa kijijini kwetu hamna mwanafunzi mwenye jina hili. Hamna, unajua nini? Yule msichana mimi nimempata kweli na ananiambia anaitwa Miji. Hapo unaniambia kwamba kama kujitikia hapo kijijini kwenu kwamba hamna mtu anaitwa Miji. Au hali nzuri. Okay, sawa. Sema ngoja nikupe njia. Sasa nataka kujua kwamba ni ulikutana na binadamu au si binadamu. Shati lako ligeuze. Ndani nje ndani. Alafu nenda hiyo sehemu mlipokutana. Ina maana gani? Wewe fanya hivyo. Alafu utaona matokeo. Kama ni kweli au sio kweli. Umesikia? Wewe nielezee ina maana gani? Kwa sababu naweza nikafanya afu ikatokea jambo baya. Wewe nielezee. Mimi si mkubwa wako. Fanya hivyo. Fai sana. Sikia wito wangu. Mmoja katika wasichana ambao nimekutana nao. Wewe ndio msichana wa kwanza. Unachanganya moyo wangu. Yaani kitu mbaya na kuanza. Kweli. Na mimi yani umenichanganya sana. Katika wanawake niliokutana nao ambao mwanamke anachanganya sana wewe. Kweli. Yaani mpaka nikaa nyumbani na kuwa na mawazo. Na kwanza toe buji. Hata mimi pia wanakuaga kila siku. Wewe mwongo. Kweli? Ndio. Jamani. Kwa nini unanipenda? Ndio nakupenda tena sana. Basi kama unanipenda. Unajua nini? Hapo tulipokaa. Tunakaa msolesha unajua kujipita hapa. Kwa kujipita hapa itakuwa mbaya. Nakomba tena nyumbani.
Sawa. Oh, kama kubali nyumbani. Ndio. Basi twende mwenyewe. Sawa. Niko mtoto bado. Moja ya robo tatu ya dunia ni maji. Lakini ile utatu yangu mimi ni wewe mama. Kweli. Kweli. Asante. Ndoto yangu kubwa. Ndoto yangu mimi kuja kukuoa. Dito. Una matatizo gani kwa sasa hivi? Matatizo gani wewe? Niambia basi kama unaomba nikupeleke hospitali. Dada. Umeanza kuchanganyikiwa wewe? Si unaongea naye hapo, si hapa naongea naye. Hapa hamna mtu upo hapa peke yako. Kuna nani hapa? Kuna nani mdogo wangu uko hapa peke yako? Mimi nimeona vibaya jamani. Dito, mbona mchanganya wewe? Naona nichanganya. Mimi naongea na bibi hapo. Uko peke yako mdogo wangu. Mdogo wangu unasumbuliwa na nini? Mimi ndo dada yako, usiponiambia mimi utamwambia nani? Nini kinachokusumbua?